Mavamia. Kumbe iligofa ni nani? Wala kabla vamia location ya watu. Tutawaambia likishazinduliwa. Kwa hiyo hapa zile zote zile za wachambuzi zinauliwa hapa. Naona nyingi mmeziua hapa. Hapana, hizo sio za uchambuzi. Fuatilia vizuri. Kuna zile za uchambuzi afu kuna zile za mashabiki. Hizi ni za mashabiki. Hizi ni za mashabiki sio uchambuzi. Uchambuzi kwa Lampard. Kwa Lampard Electronics na sehemu zingine. Na sehemu zingine. Mbeya City. Imekuwaje? Imekuwaje? Yaani kwamba kwa nini Mbeya City? Sasa mimi ni Mnyakyusa. Ni Mbeya. Naiwakilisha Mbeya wa Mnyakyusa. Tulikuwa tunataka tumgonge rungu huyu baba. Bahati yake ilikwepa. Limewarudia. Hivi hii miwani yako hii ni ya wapi? Hii nimenunua Kiera. Nilipokuwa nakuja kucheza na Simba. Mnyama, malizia mnyama. Mnyama wapi na wewe? Sasa swala tunakumalizia mnyama na yeye ni kazi. Simba wa kawaida sana. Simba ni wa kawaida? Sana. Kwa sababu kipindi cha pili tulienda tukamwambia kipa ukifungwa tunakuchapa viboko. Hakuna goli lingi. Ndio maana. Bwana hii ni Bendesini ndio maana nimewakuta hapa wanapiga show yao na sisi tukaamua tuishi nao hapa na kwa sababu kipindi kinahusu Bendesini tumewafumania hapa. Mzigo kama unavyouona niko na wachambuzi wa mchongo. Gunsley. Yes. Comedian pale pameandikwa comedian nini? Pale na nini nimeandika BBC. Best comedian au genius comedian. BBC yani BBC ni big brain comedian. Big brain comedian. Unahisi wewe ndo comedian ambaye una brain ya hatari ambaye anafanya kazi faster kuliko comedian mwingine? Sijasema pale, mbona nimeandika BBC? Sijaandika BBC yani kwamba kuliko watu wote. Kuna BBC kibao tu. Kuna BBC ziko nyingi. Hivi unajua kama Headmaster ameoa? Amekwambia. Nani Headmaster? Namuona anamposti nani mwanamke hivi. Kumbe ni mke wake. Hujala ubwabwa. Wewe unajua unamjua Headmaster kumbe unjui. Umeoa. Anaficha sana. Anaficha sana mahusiano yake. Wewe unafikiri? Headmaster huyu sasa hivi alikuwa naye. Yaani baada ya huyu kuna wangapi wengine? Wanawake au? Huyu kama ameoa basi huyu atakuwa wa mwisho. Sababu aliniambia anatafuta mwanamke ambaye wanalingana kimo. Ili waje wazae nukta. Na mimi ndo ninachokiona hicho kwa sababu kwa nini awe mwanamke ambaye analingana kimo? Analingana kimo. Unajua swala kwa mwanamke ambaye analingana naye kimo. Kwanza inasaidia kutokuhangaika sana. Tumeelewa vizuri. Kwa sababu akiwa mrefu, yani wewe utafuta hela na utoe hela hivi kama vile unaomba kwa Mungu. Lakini kama tunalingana hivi tunaweza tukaongea lugha inayofanana. Mimi nimeona kama zaidi ya mara 5 kwenye page yako ukiwa ukimposti Shemela. Natamani nimtaje jina mdomo unawasha au usimtaje. Mwache tu alivyo. Mimi napenda mahusiano ya watu. Unapenda mahusiano. Hivi kwa nini Gunsley hamposti mke wake? Mimi namjua. Na ameshamposti na anamposti sana. Mimi nakataa kwenye kumposti. Tuseme tu anafanya naye kazi sana. Itakuwa imekaa vizuri hiyo. Akufanya naye kazi hawafanyi naye. Anaitwa Te. Kama kwa hapo wengine, mimi wengine hawanihusu. Ila mimi ninayemjua ndio huyo. Shemu wangu wa dunia ndio yule. Wachambuzi wa mchongo mmekuwa mmeteka sana katika mambo ya uchambuzi na kama mnavyofahamu mpira sasa hivi ndio umeshika kasi. Na uchambuzi wa mchongo umelipa kiasi ambacho sasa hivi endorsement kila kukicha zinaingia kwenye wachambuzi wa mchongo. Hivi kitu gani kikubwa ambacho kiliwahi kufanyika au issue gani ambayo iliwahi kuwatokea nyinyi mkaona sasa uchambuzi wa mchongo unaenda kuyumba? Madem. Wanawake? Wanawake. Ilikuwaje hapo kwenye wanawake? Wanawake changamoto sana. Walitaka kuwagombanisha na sisi. Hapa ni msogezee kabisa. Hivi ni dem gani huyo mligombea? Hatujai kugombea dem. Yaani moja ya watu wanatakiwa waelewe. Sisi nje ya kuitrafiana hatujai kugombania dem. Kitu gani Tunakwambia ni madem. Ila hatujai kugombania dem. Ila ni wanawake. Ni wanawake. Labda unaweza kaelewa. Nani alimaliza hilo so? Nani alimaliza hilo so? La wanawake? Mwanamke mwenyewe. Okay fine. Kiukweli
lazima tutoe maua kwa waliomaliza. Okay, mimi sitaki, nataka tutoke hapa twende sehemu nyingine. Kwani hilo swali lilikuwaje? Swala gani? Hilo swala la mademu. Tusiongelee issue nyingine. Hii issue ilikuwaje? Yaani ni kwamba niseme kati ya Ally Kamwe na Ahmed Ally wote wanafanya kazi nzuri. Ndio. Na katika usemaji wao mimi nimependa kazi wanayoifanya. Okay. Kwa hiyo demu nani alianza kumtongoza? Alianza kumtongoza huyo alianza kumtongoza? Tusubiri mechi ya Simba kama endapo itafuzu hii nusu finali itaenda finali. Okay. Lakini Yanga nao wanapambania nusu finali pia ya shirikisho la Bongo. Okay, acha shirikisho la Afrika. Kwa nini kama demu alimwanza mwenzako kumtongoza? Wewe ushajua ni mshikaji wako. Kwa nini wale ile timu ya South hata sio nzuri sana. Niamini kwa sababu in short ni hivi, sisi hatujawahi kugombania demu. Sawa. So issue ilikuwaje? Yaani ugomvi wenu ulianzia wapi? Ilikuwaje vipi? Yaani hapa mimi nikurahisishie hivi kwamba sisi kutoka tumeanza kufanya kazi pamoja mpaka leo hatujawahi kugombaniana demu wala hajawahi huyu jamaa kunitongozea demu wangu wala mimi kumtongozea demu wake, haijawahi wala kumtamani. Ilikuwa imeenda sana mjini hiyo kwamba bwana wale sasa hivi taarifa za mchongo wa mzioni. No, wachambuzi wa mchongo wamuone kwa sababu demu. Yaani kiufupi mwanangu alikuwa kwenye penzi zito afu penzi jipya. Kwa hiyo unajua kuna wakati afu mimi nikaa naleta itikadi za Kikuria. Na mimi ameniambia kwamba tatizo la Danstai bwana tangu alivaa elimu mpya hataki kushuti. Hapa tunafanyaje? Hayo yalishapita. Yaani tuseme kwamba kila mtu atashikwa na mapenzi kwa wakati wake. Ule ulikuwa ni wakati wa huyu. Mimi nilishikwa nikatoka. Zamu ya huyo sasa hivi tayari tunaona shemeji akipiga simu. No, sio sasa hivi. Labda tu nikujuze ni kwamba huaga akiingia kwenye uhusiano kisha na afadhali sana. Kwa hiyo mimi labda niseme Eddie Master hana msimamo kwamba kesho atavaa jezi ya Yanga, kesho kutwa atavaa jezi ya Simba. Wewe ni timu gani? Mbeya City. Kwa hiyo hata kama imekula bao nyingi nini bado mimi ni Pamba. Wewe ni Pamba. Pamba kabisa. Lakini leo una Mbeya City. Au wewe ni timu ambayo inashinda ndio timu yako? Na mimi mimi niseme kwamba mimi ni Pamba. Sasa zingine ni timu tu kama kifungashio. Okay, ni timu Pamba isipocheza na shabiki ya timu nyingine. Sababu Pamba pale kuna mjomba wangu kabisa kwenye benchi la ufundi. Benchi la ufundi. Kumbe unashangilia mshahara. Mjomba akimfukuza natoka. Gari yako ni aina gani? Na mimi gari yangu bado sina gari. Plate number za gari yako zinasomekaje? Sina gari. Una gari. Unazungumziaje makomedian ambao wanaendesha magari au wanamiliki magari sasa hivi? Magari ni ya kwao au inakuwa? Yaani mtu akikwambia ni chake, ndio basi muombe kwa Mungu na ushukuru kwa sababu ni hatua za kimaisha. Ni hatua tu za kimaisha. Yeah. Okay. Unamwambiaje Haji Manara baada ya kuachana tena na Zailisa sasa hivi? Wewe hii issue kwanza unaizungumzia. Yaani umelipokeaje hilo swala? Mimi watu wakiachana mimi nafurahi sana. Nafurahi sana kwa sababu ndio inatufundisha sisi vijana kama malegend wanaachana basi tusikurupukie mahusiano. Okay. Na ukiangalia pale Zailisa na Manara ndio kwanza walikuwa wameshaachana muda. Si ni mwenyewe tu ndo mlichelewa kujua. Okay. Walishaachana muda kumbe. Jana hiyo si mwezi wa 3. Wewe umezipata wapi hizo? Wewe umezipata wapi hizo? Umezipata wapi hizo? Sasa unajua Lax bwana? Kwenye mpira kuna kitu kinaitwa counter attack. Counter attack. Na kwenye mahusiano hiyo. Alipiga shambulizi la kushtukiza Manara. Umeona Lax. Ndio. Lakini pia hii kazi sawa. Wewe ungewaachia sasa Shirawadu. Ningewaachia sasa Shirawadu. Ndo maana mimi mwenyewe nimeona wewe dudini na soka. Nidili tu kwa soka. Yaani wewe kwamba wewe ndo comedian ambaye yeye ndo mwandishi. Ndio. Yeye ndo comedian. Ndio. Yeye ndo yeye ndo kila kitu. Yeye ndo editor. Okay. Ndo editor pia. Laita umemwona wa Diamond. Kwa mfano sasa hivi anakuambia achana na Sweet Baby. Mimi nakutaka. Yaani Laita akikujia sasa hivi hapo. Nani? Yule mchepuko wa Mondi. Nani Rita? Rita. Rita mimi yule napita naye mapema sana.
Mimi mpenzi wangu ni mzuri mno, yani siwezi hata kuhadaika na yule. Achana na huyu, dawa zishakuwa nyingi sana. Kwa hiyo wewe unamjua Rita wewe. Shape lile unaliachaje? Uzuri interview tena ataisikia. Hata anajua atatengeneza content. Haya, ukweli. Yaani shida fanya juu chini. Mpenzi wako asimjue wanao. Wanao wasijue? Yaani wasimjue. Yaani fanya juu chini mpenzi wako wanao. Sasa wasimjue. Kama una date na bangi. Lakini kama una date na binadamu, lazima wamjue. Kweli. Mbona mimi hawajawahi kumuona? Yaani wewe si kama wewe kwa sababu muda mwingi nakuwa naye. Laksi hamjui. Ukimchukua mtu yeyote hamjui. Okay. Mara ya mwisho imeonekana kwamba kwenye timu ya Yanga imekuwa ina kauli nyingi ambazo zinatoka zinawapalia. Ukija kuangalia kwa mfano wala mihogo wanasema kwa Mkapa atoki mtu, wanasema kwamba tunapambana, hakuna kitu kinatukera, kwamba kama kuona Simba inashika nafasi ya juu zaidi ya kwetu, hii tunaitaka, safari hii tukishinda hii mechi tunaenda kushika nafasi ya 5, lakini zote hizo zimekuwa zinawapalia. Na nyinyi kama wachambuzi wa mchongo, kitu gani ambacho mnahisi Yanga wanafeli? Wangezitoa tu supu. Wangetoa supu. Unajua supu inakupa raha. Ndio. Wangesimama na supu. Yaani waitoe kabisa. Unajua ukiwa unakunywa supu, ndio unajiona maisha umeyamaliza. Ndio. Kwa hiyo kuna muda mpaka Yanga yenyewe sasa naona maisha yamaliza. Wakitoa supu, ndio. Yanga itafika mbali sana. Yanga itafika mbali. Mwisho kabisa tumalize kwamba Headmaster, wewe mahali gani ambayo unasema kwamba mimi siwezi nikatoa hela kwa ajili ya kuoa? Mahali kiasi gani ambacho unasema mimi hapa sitoi hela nioe mke kwa mahali? Yaani iliyozidi au hiyo? Iliyozidi. Yaani wanasema top ni hapa. Mwisho kabisa. 2.5. 2.5. Lakini Sweet Baby ni Mchaga. Sasa mimi ndio wewe umeniambia mimi niseme kiasi. 2.5. Sweet Baby mamangu. Shemeji, nataka kwambia hamna mume hapa. Yaani Mungu nipe kinywa cha kunyamaza. Mara mwisho kufanya mambo ya kiutu uzima ilikuwa ni mapenzi. Sijawahi hata kufanya. Haujawahi kufanya mapenzi. Mwaka huu umeanza sijawahi kufanya mapenzi. Okay, lakini kufanya mahusiano. Lakini kufanya mahusiano. Natunza uvulana wangu ili kwa sababu mimi lengo langu ni mimi mwanamke nilipie mahali. Ya kutamani. Sawa, naachia tu swali la mwisho. Tumemaliza. Bwana, hawa ni wachambuzi wa mchongo na hii ni Behind the Scene. Kirefu cha M23. Naanza kujibu. M23. M23 ni Mkongo 23. Okay, Headmaster. Makabila 23 ya Kongo. Okay, fine. Bwana, hii ni Behind the Scene na watu wachambuzi wa mchongo wameshindwa kirefu cha M23. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba M23 bwana, kirefu chake ni kwamba Machi 23. Yaani kulikuwa na kitu ambacho kilipangwa kifanyike hiyo Machi na hakikufanyika, yani makubaliano hayakufanyika, then mwisho wa siku ndio kipo ambacho kilivyo huko Kongo. Hii ni Behind the Scene na hawa ni wachambuzi wa mchongo. See you next time.